mjadala wetu huu wa kujadili kile ambacho kimetokea. Bwana, hii operation ya kumkamata Maduro kwanza imepewa jina la Absolute Resolve. Yani hawa jamaa restoring American order. Hawa jamaa wanatengeneza mazingira ya kumstudy ama kumsoma Maduro anakula nini, anavaa nini, saa ngapi, anafuga wanyama wa aina gani, na wametengeneza mpaka nyumba ambayo inafanana na ile ambayo alikuwa anaishi kwa ajili ya kufanya mazoezi. Baada ya hapo wameenda kutekeleza hiyo. Kwanza nakuuliza maswali magumu hapa. Kwa nini Maduro? Na kwa nini kipindi hiki? Umewahi kusikia kitu kinaitwa petrodollar agreement? Yeah. Na umewahi kusikia kitu kinaitwa petro-yuan agreement? Kabisa. Mwaka 1973 ni kwanzia hapo ulitokea vita kati ya Waisraeli na mataifa ya Kiarabu. Hiyo vita inaitwa Yom Kippur, ilitokea mwaka 1973. Misri ikiongozwa na Muhammad al-Sadat, Anwar al-Sadat, waliwavamia Waisraeli wakiwa kwenye milima wanasali, wamevaa mashuka meupe, wakawavamia. Baadaye Marekani na nchi zingine wakamsaidia Israeli, akawapiga wale nchi zote. Zile nchi za Kiarabu zilipopigwa zikawa zimeapa kwamba wallahi hatuuzi mafuta duniani, kwa sisi tutafunga na kula tende. Dunia nzima ikaingia kwenye mkomo wa mafuta duniani na sisi tukaingia Tanzania. Ikatokea kinaitwa Global Oil Crisis. Sasa waziri wa mambo ya nje wa Marekani anaitwa Bwana Henry Kissinger, kipindi hicho rais wa Marekani alikuwa anaitwa Richard M. Nixon, rais wa 37 wa Marekani. Nixon na Henry Kissinger wakafanya biashara yenye nadharia ya ulaghai duniani, kwa maana ya kwamba wakaingia ubia na nchi ya Saudi Arabia pamoja na mataifa yenye kuuza mafuta duniani, OPEC, yani Organization of Petroleum Exporting Countries. Wakasema kwamba mafuta yote duniani yatauzwa kwa fedha ya Marekani, dola, na wakaachana mfumo wa kununua mafuta kupitia dhahabu. Hapo ndipo fedha ya Marekani ikaanza kuwa na nguvu duniani. Petrodollar agreement, kwa maana nchi zote zinazouza mafuta duniani sharti ni lazima ziuze mafuta kwa kutumia fedha ya Marekani. Na nchi itakayokiuka kuuza mafuta yake kwa kutumia fedha ya Marekani itakuwa imekiuka sera ya mambo ya nje ya Marekani na itapigwa. Kutoka hapo utaratibu kwa Saudi Arabia, Qatar na nchi zote zinazouza mafuta duniani zote zinauza mafuta kwa fedha ya dola. China hana reserve kubwa ya mafuta ndani. China amekuja na mpango toka 2020, ameanza kununua mafuta kwa kutumia fedha yake inaitwa yuan. Amebadilisha utaratibu kutoka petrodollar kuja petro-yuan. Aliingia ubia na nchi 4 mkataba. Nchi ya kwanza ni Venezuela, kwa maana ya kwamba China atachukua mafuta ya Venezuela lakini atalipa kwa fedha ya yuan. Kwa Trump alivyoanza kuingia madarakani, kila China akichukua mafuta ya Venezuela pale akitaka kuyatorosha, meli za Marekani zinakuja zinateka zinataifisha kwamba ni kinyume na vikwazo ambavyo Marekani ameiwekea Venezuela, kwa sababu mwaka 99 ndo aliingia Hugo Chavez akawa amefukuza makampuni yote ya Marekani yalikuwa yanachimba mafuta kule Venezuela, kwa sababu wakina Hugo Chavez walivyoingia wakabadilisha utaratibu, wakabinafsisha mafuta, wakawa wamewafukuza makampuni ya Kimarekani. Kwa Hugo Chavez toka 99 mpaka anakufa 2013 alikuwa kwenye heka za vikwazo vya Marekani. Maduro alivyochukua nchi baada ya Hugo Chavez kufa, akaendeleza msimamo ule ule wa kukataa ubeberu, uliberali na makampuni yake yote. Kwa hiyo Umoja wa Ulaya, Marekani na NATO walikuwa wamepitisha vikwazo vikali sana kwa Venezuela, hasa kwa Maduro na mtandao wake, ili waweze kuaminika duniani. Maduro akawa amepewa kashfa ya kuuza madawa ya kulevya, kashfa ya kutesa wapinzani, kashfa ya kubaka, kashfa ya kukiuka katiba, kashfa ya kukiuka haki za binadamu, na kashfa zote duniani